uwepo hapa katika kanisa la Mungu hapa kamwe, maana imegharimu mkono wa Mungu, sio kwa nguvu zangu na si kwa sababu tulipangwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu pia Mungu alitaka niwepo hapa. Si mara yangu ya kwanza kuwepo katika hili kanisa ama kuhudumu mahali hapa, na ninamshukuru Mungu. Na ninaona watu wengine ni wageni, wengine walikuwepo tangu kitambo. Si Mungu awabariki sana ya kazi ya Mungu. Yanabariki na tunakuta tu baraka kwa mtumishi wa Mungu. Bishop amesimama pamoja na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni watumishi ambao Mungu ametupatia kama zawadi. Amen. Na ukiwasikiliza, ukikubali kunyenyekea na kutii katika yale ambao wanasema, utaweza kuvuka mambo mengi, utaweza kwenda mbali na kuwaheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nina imani Mungu ataweza kutubariki. Kwa hivyo pia namshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi hii ya kusimama katika madhabahu yake. Ninajua ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu mwenyewe. Kwa wale ambao hawanijui kabisa, kwa majina naitwa Pastor Godfrey Njoroge. Kama unasikia kanisa la Imani, mimi ndio mchungaji wa kanisa la Imani. Ukifika Imani unaweza ukanitafuta na utanipata kwa pale Imani, na jina la Bwana utaweza kubarikiwa. Haleluya. Nitangaze jambo lingine. Unaweza pia ukanisearch YouTube ama TikTok, utapata mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Utapata mafundisho. Ukisearch Pastor Godfrey Njoroge utapata mafundisho, hata nikiwa kanisani kule ama popote utakapokuwa. Hata haya ya leo ukiyasearch utapata. Bwana Yesu asifiwe. Na jina la Bwana litatukuzwa. Maana mbali tutaenda na tutafikia watu kwa njia yote. Tutawafikia watu kwa neno la Bwana. Na nina imani kwamba watu wa Mungu wataweza kubarikiwa. Ningependa sasa tuende katika mafundisho ya siku ya leo. Na ninaamini kwamba Mungu ataweza kutubariki. Katika wale ambao wanaandika, utaandika kichwa cha ujumbe: kupokea karama na vipawa pamoja na kuzifanyisha kazi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kupokea karama ama kupokea kipawa kutoka kwa Mungu, ile karama ama ile kipawa Mungu anakupatia ni kwa ajili ya kazi, na kile kipawa ama ile karama Mungu amekupatia kwa ajili ya wanadamu wengine. Kile kipawa wewe ndio unakibeba. Mungu tu amefanya kuamini, akaweka kipawa chake ndani yako, lakini kipawa si chako. Kipawa ni kwa ajili ya wale watu wengine. Ukiwa umekibeba kipawa cha uimbaji, ni kwa ajili ya uimbe tubarikiwe sisi. Lakini Mungu anakuamini wewe ubebe kipawa kwa ajili ya watu wengine. Ukibeba kipawa cha uongozi, ni kwa ajili ya kuongoza watu katika njia ambayo Mungu anaitaka. Ndipo sasa anaona hata yake hiyo kipawa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ameamini mwanadamu, na ndipo sasa Mungu anafanya kazi na mwanadamu. Wakati Mungu anafanya kazi na wewe, amekuamini, unapaswa kunyenyekea sana na kumtii Mungu sana, kwa sababu Mungu akiwa amekuamini ni jambo la ajabu. Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi kufanya kazi na mwanadamu,
ni jambo la ajabu na ni jambo ambalo napaswa kufanya ukapate kunyenyekea. Na kipawa ni kitu cha thamani ambacho mwanadamu, wewe na mimi, hatuwezi kuafodi kuwa nacho, maana ni kitu ambacho hakinunuliki. Ni kitu ambacho hata unakitafuta katika supermarket zile kubwa sana duniani huwezi kukipata. Ni kitu kinatokana na Mungu Mwenyezi, na anakupatia wewe ukapate kusaidia watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema katika kile kitabu cha Methali 17 na ule mstari wa 8, kipawa ni kama kito cha thamani machoni pake yeye aliye nacho. Kipawa ni kitu cha thamani, ni zaidi ya kuwa na dhahabu. Kinalinganishwa na kitu cha thamani kisichoweza kununulika kwa fedha, lakini hicho kitu cha thamani Mungu amekiweka ndani yako na ndani yangu. Amen. Wakati uko na kipawa, kwa mfano ni kipawa cha uinjilisti, na ukasimama pale Kambo sokoni na uko na kile kipawa, kinakusaidia kuwashawishi watu waje kwa Mungu. Kwa sababu kipawa ni kimewekwa ndani ya mwanadamu kikafanikisha kazi ya Mungu kwa wepesi, na kitakapokuwa ndani yako kile kipawa, Mungu anaamini kazi yake inaenda vizuri sana, na ndiposa anakiachilia ndani ya watu mbalimbali, na anawaunganisha wale watu katika kanisa. Unaweza ona, kuna mtu unaweza ona huyu mtu neema ya uimbaji hana, na kuna mtu mwingine neema ya uimbaji yako naye. Unaweza ona mtu mwingine neema ya kufundisha hana, lakini kuna mtu mwingine neema ya kufundisha ako naye, na kuna mtu mwingine kufundisha hawezi kufundisha, lakini ni kiongozi mzuri sana katika kanisa, kwa sababu ako na kipawa chake cha aina yake ambaye Mungu amekiweka ndani kwa sababu ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo usije ukajidharau, usije ukaona kana kwamba huna chochote. Kuna kitu Mungu amekupatia, na hicho kitu ambacho Mungu amekupatia, maandiko inasema ni kitu cha thamani sana, kitu ambacho hakiwezi kununulika, ni kitu kinatokana na Mungu. Hizi ni baadhi ya vitu vya Mungu amevitoa katika nafsi yake, akazitransfer zikaja katika nafsi ya mwanadamu, ili mwanadamu akapate kumtumikia Mungu kwa wepesi. Na Biblia inasema kila kigeukapo hufanikiwa. Kipawa ndio kinafanikiwa, si wewe. Kiwa na kipawa cha biashara, ukianzisha biashara yoyote na uko na kipawa cha biashara, ile biashara inafanikishwa na kile kipawa. Kazi ya kipawa ni kuhakikisha hicho kipawa kinafanikisha kazi. Kipawa kimebeba kitu kinaitwa kusudi la Mungu, na kile kipawa kikiwa kimebeba kusudi la Mungu, lile kusudi ambalo limebeba na kile kipawa, mahali ambapo huyo mtu ataenda kuanzisha chochote inafanikiwa. Ukiwa na kipawa cha uchungaji na hata ukaenda kijijini na uko na kipawa, kwa sababu kile kipawa kitakuvutia watu, maana kipawa chenyewe kina kibali yake, kitaanza kuvuta watu, na kile kipawa kitafanikiwa katika hiyo kazi ya uchungaji, maana Mungu amekiweka kifanikiwe duniani. Ukiwa na kipawa cha ufugaji, kama kile kipawa kilikuwa ndani ya mzee Yakobo, hata Yakobo katika nyumba ya Laban anapunguza mshahara wake kabisa, lakini kipawa kinafanya zile ng'ombe, zile mbuzi, zile kondoo zitakuwa ni za madoadoa, na zote kwa sababu kazi ya kipawa ni kufanikisha,
zitakuwa za Yakobo. Ukiwa na kipawa cha biashara, hautahitaji matangazo. Kipawa kitakufanyia advertisement kwa watu, kila wakinunua wanakuja kuambia wale watu wengine, ile sukari ya yule mama ni anapima vizuri. Si kwamba unapima vizuri, unapima kama wengine. Kipawa ndio kinakusaidia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kuzingatia ni kipawa chako. Kuna mtu ambaye ana kipawa cha ukulima, akienda shambani hata watu wakivuna atavuna. Chochote anaweka katika mchanga kitatoka. Kwa sababu kipawa chake kinafanikiwa kokote anapoenda. Akienda mchini, kipawa kitafanikiwa. Kila kigeukapo kinafanikiwa. Akienda mashambani, watu wanasema ati amerudi mashambani anaisha, anainuka tena, anafanikiwa kule. Watu wanaanza kuona bwana mtu anafanya maendeleo kijijini, kwa sababu kipawa chake kinafanikiwa. Kila mahali kinaenda. Hata ukienda kwa watu wasiokujua, kipawa kitafanikiwa. Kwa hiyo kipawa huzingatiwa. Kipawa kinapaliliwa. Unakipalilia kwa maombi, unakizingatia kisife. Kwa mfano, uko na kipawa cha utumishi katika kanisa, hata kuosha hili kanisa ni kipawa. Sio kila mtu anaweza kuinama. Sasa usiache ile kazi, kwa sababu uko na kipawa na Mungu amekupatia hiyo neema. Sasa fanya ile kazi ya Mungu, kile kipawa chako kitaendelea na kuinuka. Maana kinapaswa kiinuke ili kikapata kuinua watu wengine. Uko na kipawa cha uimbaji, kuja wakati wa mazoezi, wakati kiongozi wa praise and worship anasema siku fulani tutakutana waimbaji, na unajua kuna kipawa, usibaki nyuma. Kuja kile kipawa kikutana na kipawa kingine, ziendelee na kuinuana, ziendelee na kutiana nguvu. Hizo vipawa unaziona leo zitaenda mataifa, kwa sababu zitainuka pasipo kujua. Zifike viwango haviwezi kuzuilika kujulikana. Lakini ukikaa na kipawa chako, sema hiki ni kipawa changu, si chako. Kipawa ni cha Mungu na kinapaswa kimtumikie Mungu katika njia inayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Shika hilo neno, kipawa kinafanikiwa kokote mtu anaenda. Hata nikienda China, kilichonileta hapa ni kipawa. Ningekuwa sina kipawa chochote, singekuwa nimesimama hapa mbele. Bwana asifiwe. Kokote nitaenda, hata nikaenda wapi. Tunaona mfano kwa Danieli. Danieli kokote anaenda, kipawa kinamtoa pale. Ndio tafsiri ndoto. Ufanye. Bwana asifiwe. Kipawa cha kutafsiri ndoto kinamweka akae na mfalme. Mambo yakishindikana, mwenye kipawa ndiye anaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu kipawa kinamtoa gerezani. Anatolewa kule akatafsiri ndoto. Kipawa chake cha kutafsiri ndoto. Kipawa lazima kitafanikiwa. Hata wanakuchimbia katika shimo, kipawa kitafanikiwa. Kwa sababu kimebeba kusudi ya Mungu. Na kusudi la Bwana haliwezi kuzuiliwa duniani. Kipawa hakiwezi kuzuiliwa na wachawi. Ukikaa katika nafasi, kipawa hakiwezi kuzuiliwa na mtu. Maana kipawa lazima kitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema katika Waefeso 4 mstari wa 7 na wa 8 juu ya Kristo. Hiki kipawa kilikuwa kinamsaidia Kristo wakati anahubiri. Bwana asifiwe. Au pati ming'ang'ano, anahubiri alafu kipawa kinafanya miujiza. Kipawa ndio kinabebaga nguvu ya miujiza. Na tutaenda kuangalia tu katika Biblia uone vile kipawa kinabebaga nguvu ya kufanikisha mtu. Ukipata kipawa cha utajiri, wewe ni tajiri tayari. Maana kipawa kitakupeleka katika hicho kiwango cha utajiri. Kitabu kile cha Waefeso 4 na ule mstari wa 7 nitasoma. Lakini kila mmoja wetu alipewa neema
kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Kila mtu anapatiwa neema. Hii neema ni nguvu ya kukusaidia wakati wa utendakazi wa kipawa. Kila mtu anapewa neema. Ukipewa kipawa unapatiwa neema. Kipawa cha uimbaji unapatiwa neema. Amen. Ukipatiwa cha mahubiri unapatiwa neema. Ukisimama mbele za watu, ile neema inakusaidia wakati unaimba ama wakati unahubiri, watu wanasema huyu mtu anahubiri vizuri. Si wewe. Amen. Kipawa. Amen. Kipawa. Bwana asifiwe. Amen. Na ile neema kwa kipimo chake Kristo. Kristo ndiye anapima. Anaona huyu mtu tutampatia kipawa hiki na atakuwa anatembea na neema hii. Bwana asifiwe. Sasa wakati umeanza kuhudumu, ile neema na kile kipawa zinapounganika na yale maneno ambayo unayasema, Roho wa Bwana akikusaidia yanabariki watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mstari wa 8 maandiko yanasema hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Ni Kristo wakati alikuwa anarudi mbinguni baada ya kumaliza kazi ya Baba duniani, ashakomboa wanadamu. Sasa ni mtu afuate mafundisho ya Kristo akapate ukombozi, akapate kufika katika uzima wa milele. Biblia inasema akapaa juu ya anga zote. Alipokuwa huko juu, akaona vipawa vimeibiwa na maroho ya anga, akaenda kuteka, si kuchukua. Alipigana vita zingine juu, alafu akachukua vipawa, akasema hapana, hizi ni za wanadamu. Wachawi ambao walikuwa katika anga, ambao walikuwa wameteka zile vipawa vya wanadamu, Yesu akavichukua akatupatia mimi na wewe, ndipo tuko na vipawa leo. Amen. Hakuwaacha wakae na vipawa ambazo ni vya wanadamu, akaviteka. Kitu ambacho kinatekwa, kuna vita, akapigana vita chini, akapanda juu, akapigana vita. Na alipoona vitu vizuri vya zamani sana vinapaswa kutembea na mwanadamu, akapigana vita kwenye anga, akazichukua. Alipozichukua hakwenda nazo mbinguni, akaziachia kwenye wakina Petro. Zile vipawa zikazalika sasa ndani ya roho za watu. Zilipozalika zikaanza kazi, na mpaka leo zile vipawa kinapozalika ndani yako, unaanza kutamani. Kama uko na kipawa cha uchungaji na hujawahi kuhubiri, unasikiaga mhubiri hata ni siku moja nataka, uko na kipawa cha utumishi, una kipawa cha mahubiri, unaanza kusikia mbona zina connect. Kuna connection kati ya kile ambacho kinatumika na hiki ambacho hakitumiki. Ukiwa uko na karama ya uimbaji ama kipawa cha uimbaji, wakati mtu anaimba unasikia hata mimi ningelipata nafasi siku moja. Ni kwa sababu hiyo kipawa kiko ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nilikuwa naongea juu ya kipawa, nataka kuongea juu ya kinaitwa karama. Kuna kipawa na kuna karama. Karama ni tools. Hizi tools ni za kukusaidia wakati wa kazi ya Mungu iende kwa wepesi. Bwana asifiwe. Hata wakati mjenzi anajenga, ana tools, ana nyundo, msumari ya kosi. Hizi ni bidhaa ambazo mtu wa Mungu anapaswa kuzitumia, ndio zinaitwa karama, wakati wa ujenzi wa nafsi za watu. Bwana asifiwe. Na hizi zimetusaidia sana, napenda kuzifungua. Zimetusaidia sana kama kanisa. Kanisa la Kristo aliwezi kuwa bila hizi tools, aliwezi kuwa bila karama. Maana hizo karama ndizo zinajenga kanisa la mwili wa Kristo, na ndio zinafanya ukuje hapa. Tutakapofundisha na kuacha kile kipawa kilifanya ukuje kwa madhabahu, hiyo karama yenye ilifanya ukuje hapa ni kwa sababu ilikuhudumia. Bwana asifiwe. Amen. Ingekuwa haipo, usingekuja. Bwana asifiwe. Amen. Nitakufundisha na tutaenda kufatana katika roho. Bwana asifiwe. Amen. Na utapata kuelewa nilikuwa nasema nini. Haleluya. Amen. Kila mmoja sasa utafungua
kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 na mstari wa 4, taanza pale. Basi pana tofauti za karama. Karama si moja. Bwana si zina utofauti, zinatofautiana. Na maandiko yanasema bali Roho ni yeye yule. Anayeongoza zile karama ni Roho mmoja tu, Roho Mtakatifu ndiye anaongoza, lakini kuna tofauti za karama, ni tofauti. Na maandiko yanasema tena pana tofauti za huduma. Huduma si moja, na Bwana ni yeye yule. Bwana Yesu ndiye anaongoza huduma zote, lakini huduma zina utofauti. Na maandiko yanasema kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Kuna utofauti wa utendaji kazi. Vile nitakavyotenda si ndivyo mwingine atakavyotenda, lakini Mungu ni mmoja tu na ndiye anafanya zile kazi zote. Japokuwa kazi hazitendeki katika njia moja, zinatendeka katika njia tofauti, lakini anayeongoza hizo kazi kutendeka ni yule tu Mungu mmoja. Na Biblia inasema mstari wa 7, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Ule ufunuo wa Roho umebeba, na ule ufunuo wa Roho nimebeba. Nimepewa na wewe umepewa, unisaidie nikusaidie. Kila mmoja anapewa ufunuo kivyake, lakini ufunuo huo unalenga tusaidiane. Hiyo neema uko naye inalenga inue mtu mwingine mahali. Kwa hivyo umepewa, nimepewa, si yangu, ni kwa ajili ya kukusaidia wewe na wewe unisaidie. Nikuinue na wewe uniinue. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mstari wa 8, maana mtu mmoja kwa Roho akapewa neno la hekima. Sema neno la hekima. Sasa tatizo ambalo wanadamu wako nalo ni kutafuta hekima kwa kila mtu. Bwana asifiwe. Unatafuta hekima kwa kila mtu, na Biblia inasema haipatiwi watu wote. Mtu mmoja kwa yule Roho Mtakatifu anapewa neno la hekima. Sasa kile ambacho unapaswa kujua ili kanisa la Bwana likapata kujengeka na ili kanisa la Bwana likapata kuongozwa katika njia inayostahili ni kutafuta ni nani ana hekima, tumpatie uongozi. Ni mama yupi amepewa hekima aongoze wale wengine? Ni kijana yupi amepatiwa neno la hekima aongoze wale vijana wengine? Kwa sababu mmoja anapewa neno la hekima. Wakati umepata mmoja amepewa neno la hekima, huyo ndiye ambaye kwa mambo yanahitaji kutatuliwa. Bwana asifiwe. Pengine kuna ndoa ya mtu iko na shida mahali, tunahitaji huyu alipewa hekima. Mwenye alipewa hekima ndiye ataongelesha wale watu kupitia ile hekima ya Mungu, na wale watu amani itarudi nyumbani. Wale watu watapatana kwa sababu hekima aliyopewa, alipewa hekima ambayo inafuata ndani ya Roho Mtakatifu. Hata ongea kama yeye, harekebishi mambo kibinadamu, anarekebisha mambo kiungu, kwa sababu amepata karama ya hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu ako na hekima anaongeaga maneno yake tu ya hekima. Bwana asifiwe. Amen. Akianza anapatiwa neno la hekima, ina maana kuna fundisho hapo nao. Kuna fundisho ambalo anafundisha, na wakati anafundisha ile hekima ya Mungu inaachiliwa katika yale mafundisho yale. Na huyo mtu unapata anaponya mioyo ya watu wengi sana kupitia ile hekima. Ukiona mtu wa namna hiyo, mkaribie. Pia Biblia inasema ukienda na mtu mwenye hekima utakuwa mwenye hekima. Atakuambukiza hekima iliyo ndani yake. Kwa hivyo hekima inahitajika ijenge kanisa la Kristo. Tunahitaji watu ambao wako na hiyo karama ya hekima katika nyumba ya Mungu, ndio wakapate kusimama katika nafasi, na kupitia hekima ya Mungu iliyo ndani yao kazi ya Mungu ikapata kuinuka. Amen. Hiyo karama ya hekima inahitajika sana katika kanisa. Inahitajika sana kwa wazee. Tunatafuta mzee mwenye ana hekima. Tunaambia mzee uko na hekima, ongoza hali hekima. Tunatafuta mama mwenye ako na hiyo karama ya hekima. Tunaambia wewe mama utaongoza wale hekima. Kwa sababu una hekima, ukiongea ukwazi mtu wewe. Amen. Unaongea katika hekima. Bwana asifiwe. Unaongea katika upole, katika utulivu, katika amani kwa sababu ya hekima. Na ile hekima inaongoza watu vizuri. Haleluya. Tunatafuta kijana mwenye ambaye amepewa hiyo hekima. Kwa hivyo lazima kuna kazi ya kutafuta nani amepewa hekima.
Haleluya. Kwa sababu tunataka yule anipewe hekima ndio atusaidie kazi ya Kristo mahali. Kazi ya Kristo ijengwi na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wengi ambao Mungu ameachilia karama ndani yao wanaoifanya kazi ya Kristo. Haleluya. Na mwingine neno la maarifa. Yesu anasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Maarifa ni nini? Maarifa ni kujua cha kufanya na wakati wa kukifanya. Bwana asifiwe. Unajua huu ni wakati, kwa mfano ni wakati wa kujenga nyumba. Ninayo maarifa ya kujenga hiyo nyumba. Huu ni wakati wa praise and worship team. Bwana asifiwe. Nina maarifa ya kuongoza. Maarifa ni maarifa imebeba mafundisho. Ndani ya haya mafundisho, katika yale maarifa inaelekea kujenga, si kubomoa. Bwana asifiwe. Wanawake walio katika ndoa Mungu aliwapea kinaitwa maarifa ya ujenzi. Mwanamke ni mjenzi. Kwa hivyo maarifa ulipewa ya kujenga, usipoyatumia unaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Usipotumia yale maarifa ulipewa ya kuunganisha hii na hii na hii, ndio upate amani, ndio furaha iwepo nyumbani. Badala sasa hiyo furaha iwepo, ile furaha inatoweka. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa yanahitajika. Tunahitaji mtu mwenye maarifa. Bwana asifiwe. Mtu mwenye maarifa akiingia hapa atasema hatuwezi tukajenga kanisa. Bwana asifiwe. Sasa katika ile maarifa yetu tunafungua akili zetu. Kumbe tunaweza tukajenga kanisa. Bwana asifiwe. Na kwani hapa uwanja ni pesa ngapi? Bwana asifiwe. Hasemi kwa sababu ana pesa. Anasema kwa sababu yale maarifa yanamsukuma achilie ile neno. Kile anaingiwa. Na si ni kweli? Bwana asifiwe. Baada ya kuachia neno la maarifa ya kuendeleza kanisa la Kristo lisonge mbele, baadaye sasa hilo neno linaingia watu. Neno la maarifa linaingia watu. Maana neno la maarifa linakuja kupanua hema. Bwana asifiwe. Likiingia kila mtu, kila mtu anakiwaza. Na kweli yule mzee alisema, "Tunaweza tukamjengea Mungu hekalu." Na tena akasema, "Tunaweza tukanunua uwanja." Bwana asifiwe. Kila mtu akienda na hiyo akili ya kazi ya Mungu ipate kusonga mbele. Bwana asifiwe. Hilo neno wakati arudishwa katika kamani likalime chini. Bwana asifiwe. Wakati utakuja kutangaziwa, tulikuwa tumeambiwa. Bwana asifiwe. Kila mtu linamuingia kwa sababu lilitamkwa na mtu mwenye maarifa, mtu ambaye anaona mbali. Mtu ambaye ako na hiyo karama ya maarifa. Bwana asifiwe. Unajua nimekuja kujua wale watu wanatengeneza mpaka ndege. Watu wana maarifa. Bwana asifiwe. Anaunganisha hii waya mpaka ndege inapaa angani. Huyu mtu ana karama ya maarifa amepewa. Bwana asifiwe. Kujua hii na hii ni hapa, hii ni hapa, hii ni hapa. Bwana asifiwe. Ni maarifa. Kwa hivyo hiyo karama tukiona ndani ya mtu, tunataka hiyo maarifa ayatumie kujenga mwili wa Kristo. Ili mwili wa Kristo upate kujengwa na kanisa la Bwana likapate kwenda katika njia ambayo Mungu anataka, tunahitaji karama ya maarifa. Na Biblia inasema apendavyo huyo roho yule. Apendavyo ni tafsiri ya kusema si wewe mwambie. Bwana asifiwe. Hata saa hii roho Bwana akishuka hapa, si kumwambia utamwambia nipatia. Unaweza mwambia nipatie hii akakupatia nyingine, kwa sababu apendavyo roho. Yeye ndiye anaangalia kinachokufaa ni nini. Unapaswa kupewa gharama gani? Bwana asifiwe. Kulingana na vile amekudesign ndani. Vile ambavyo amekudesign katika nafsi, anaona unachopaswa kupewa ni hekima. Unaweza sema hapana, mimi nipatie maarifa. Anaona hapana, nakupa hekima kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kulingana na anavyoona yeye. Kulingana na Mungu ambavyo anaona utamtumikia katika karama ambayo anakupatia. Bwana asifiwe. Na anasema bila sema mwingine imani katika roho yeye yule. Kuna imani ya karama. Si kila mtu anatafuta hiyo imani hana. Bwana asifiwe. Hata sasa tukisema tunaweza tukajenga kanisa la ghorofa, mwingine ana imani haiwezekani. Mtu ambaye ana karama ya imani anasema ghorofa inajengwa. Amen. Kwa sababu imani aliyo naye sio imani ya kawaida. Hii imani ni imani ya karama ambayo Mungu alikuwa anaitumia wakati alikuwa anaomba. Mambo yote yanawezekana. Bwana asifiwe. Lakini mtu ambaye hana hii imani
akisikia mambo makubwa ya kanisa yakitajwa, anasema haiwezekani. Tutatoa wapi pesa? Mali siku hizi imepanda, unaweka visababu. Mtu ambaye ana imani anasema hata kama hatuna pesa, tuko na Mungu anayefanikisha mambo yote. Imani yake Mungu anapokuja kutazama kanisa na wale ambao wanaomba kwa ajili ya kanisa likapate kujengwa, Mungu anatazama imani ya mtu aliye na ile karama ya imani, aone yeye ndiye ameshikilia kanisa nzima, ulimwengu wa roho, na kusema inawezekana, pesa zitapatikana. Amen. Kwa hivyo tunahitajika katika kanisa hapa, hitajiki karama ya imani. Mtu ambaye anaamini tunaweza kuwa na basi ya kanisa, hatuna hela, tuko na Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu ni zaidi ya hela. Kwa hivyo tunataka mtu ambaye ana imani, ambaye imani yake itapanda ulimwengu wa roho. Mungu atakapoitazama aone imani hii inatosha ile kanisa lipokee kile kitu anataka. Bwana asifiwe. Tunamtaka hapa kanisani ili mambo makubwa yafanyike mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja. Kuponya ndio ilikuleta. Bwana asifiwe. Ndipo nikwambia, nitakwambia karama ilipoachiliwa ndani ya mtumishi wa Bwana, alipokuombea, pengine ndoa iliponywa, pengine kazi iliponywa, pengine kuna mtoto wako aliponywa, pengine mwili wako uliponywa, na kwa sababu hiyo karama ikakuhudumia, nasema wewe pasa anakuwa wapi? Kambo, kakuja hapa. Haleluya. Sasa ukikuja hapa karama haijaondoka. Ile karama iko. Sikiliza, kuna watu watakosa kwenda mbinguni, na nitaeleza. Bwana asifiwe. Kwa sababu mambo ya mbinguni ni mambo ya kuzingatia mafundisho katika kanisa moja. Si leo uko kanisa ile, kesho uko kanisa ile, nyingine uko kanisa ile, aueleweki. Bwana asifiwe. Ni kuzingatia kanisa ambalo Bwana amekupatia na yule kuhani amekupatia, kuzingatia mafundisho na kukaa katika utakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu wakati unafanya hivyo, kuna karama ya uzima wa milele inakuja polepole ndani yako. Na Yesu kuja uko kanisa ile, inakuja polepole ndani yako mpaka itakapokukamilisha. Kuna karama ya uzima wa milele ambayo itaingia mtu ambaye ameconcentrate na mafundisho yote ya madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Unielewa sasa? Hakuna haja ya kuhangaika. Kwa sababu ni nini unatafuta? Karama zote ziko hapa. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu tuko naye, anatufundisha neno la uzima wa milele. Lakini habari ya uzima wa milele ni kukaa katika mafundisho, upokee ile karama. Inakuja kati pole pole. Kila ukifundishwa inakuja. Kila ukifundishwa inakuja. Kila ukifundishwa ile karama mpaka itakapokuja kuingia kabisa ndani ya moyo wako, nafsi yako inaokolewa. Kwa hivyo mtu wa kuhangaika, utapoteza kitu. Bwana asifiwe. Tulia kwa Mungu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tulia kwa Mungu. Tulia. Haleluya. Amen. Karama hii ya uponyaji, karama ya kuponya, haipewi kila mtu. Kuna wachungaji hawezi kuomba mtu akapona. Hana. Bwana asifiwe. Kama una hiyo karama, hauwezi kuomba mtu akapona. Hata kama unatumia jina la Yesu. Naona kuna jina la Yesu lakini kuna karama zinapeana. Bwana asifiwe. Hizi ni tools. Sasa una hiyo tool. Bwana asifiwe. Kama una hiyo tool, hiyo kazi, hauwezi kuomba mtu akapona. Bwana asifiwe. Na kama huwezi kuomba mtu akapona, usipige vita mtu ambaye anaomba mtu anapona. Haleluya. Amen. Usipige vita. Haleluya. Ukiona una karama yoyote na kuna mtu mwingine ako naye, usimpige vita. Bwana asifiwe. Amen. Usimpige vita kwa sababu karama zinapeana kulingana na roho vile anavyotaka. Hajaenda kwa Mungu akamwambia usipatie mtu fulani nipatie. Hajaenda. Ni Mungu. Hata zingine zinakujaga ucho wako ulipokea na gani. Bwana siwe. Kwa sababu ni Mungu anakutazama ile kazi anakupatia, unahitaji kifaa hiki, unahitaji kifaa hiki, unahitaji kifaa hiki. Mungu anakupatia zile vifaa zote ambazo unahitaji. Bwana siwe. Na Biblia inasema kuna karama za kuponya wagonjwa. Watu wanapona kansa, watu wanapona HIV. Bwana siwe. Amen. Unajua katika familia kuna kuaga na mtu mmoja ako na imani, anabebea ndugu zake imani, anagawa na karama. Bwana sifiwe. Amen. Hata watu wakisema huyo hawezi kupona, huyo kama ni mwanaume anasimama atapona. Imagine ile imani ya huyu.
inatumika, Mungu anatenda muujiza. Bwana asifiwe. Na imeandikwa katika maandiko. Tunaona Yesu akihubiri kama vile mimi nahubiri, wakaja watu wakatoboa dari. Yule mgonjwa alikuwa hajielewi, lakini waliotoboa dari wakashusha mgonjwa mpaka mahali Yesu yuko. Wanaamini kwamba uponyaji utapatikana. Mgonjwa hana imani, lakini kuna watu wamembebea imani na alipona. Amen. Biblia inasema kwamba na mwingine matendo ya miujiza. Bwana asifiwe. Usifikiri ni kila mtu atabeba matendo ya miujiza, na hii ni karama. Bwana asifiwe. Unajua matendo ya miujiza ni kitu kinafanyika ghafla, kitu ambacho ni cha ajabu. Ajabu ndio inaitwa miujiza. Bwana asifiwe. Kitu ambacho kila mtu atarajii. Kiwete anainuka, anatembea. Kipofu anaona. Kisiwi anasikia. Bwana asifiwe. Miujiza ambayo kibinadamu inashindikana kujulikana. Bwana asifiwe. Kibinadamu hata katika mawazo ya binadamu, miujiza ile ambayo inafanywa na huyu mtu amebeba hiyo karama. Bwana asifiwe. Kila mtu anashinda hii imefanyikaje? Kwenda kwa mazishi na umebeba karama ya miujiza na kusema hakuna mazishi. Bwana asifiwe. Kwa nini nasema hakuna mazishi? Kuna Yesu na uko na ile karama ya miujiza. Unasema huyu amekufa kwa nini? Unaelezwa huyu si wa kufa. Katika jina la Yesu ile karama, kisikia jina la Yesu ndio inafanya kazi. Ukitaja tu jina la Yesu ile karama inaingia inafanya kazi. Bwana asifiwe. Miujiza inafanyika, watu wanabaki na maswali. Yule mama alikuwa sokoni kiwete ametembea. Yule mtu alikuwa amekufa amefufuka. Kwa nini? Karama ina connect na jina la Yesu, inafanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na haipewi kila mtu. Kuna yule Mungu anaona anafaa kuibeba, anampatia. Bwana asifiwe. Haleluya. Na mwingine unabii. Tarajia kila mtu awe nabii, kwa sababu hata wakiwa nabii wote wataconfuse. Bwana asifiwe. Unajua huyu anasema hivi, mwingine anasema hivi. Unabii usiofanana na confusion. Bwana asifiwe. Hautakiwi pia. Mwingine anapatiwa unabii. Anapatiwa unabii. Hakuna mtu anapewa unabii na anakosa kupatiwa karama ya imani. Ukiwa nabii lazima uwe na imani. Kwa sababu utatolea na unabii ambao uamini kama utatendeka. Bwana asifiwe. Lazima kwanza unaamini hichi ninachosema hiki Mungu atafanya. Bwana asifiwe. Kwa unabii, anayetoa unabii anapatiwa na karama ya imani. Nimemwambia kesho jioni utapokea hiyo pesa. Haleluya. Hauna shaka. Haleluya. Na kweli ikifika ile jioni nilipata zile pesa. Ulipokuwa unatabiri ulitabiri na imani ulikuwa nayo. Bwana asifiwe. Mwingine anapatiwa unabii. Tunahitaji pia manabii kanisani. Hii ni tool. Unabii ni baadhi ya huduma ya Mungu ambayo inasaidia kanisa. Bwana asifiwe. Unabii. Useme unabii ni mbaya, unabii ni nzuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama ilikuwa ni mbaya haingekuwa hapa, lakini kuna karama ya unabii. Ikiwa ndani ya mtu, huyo mtu ni nabii. Haleluya. Hahitaji umwambie mambo yako, anakuambia mwenyewe. Uzuri wa unabii unabebaka kitu chako, taarifa za watu. Mungu anakusemesha. Bwana asifiwe. Anapokusemesha kama vile nabii wa Bwana Elisha. Alikuwa anajua tu na amani atakuja. Bwana asifiwe. Na alikuwa apatiwa maelekezo, akikuja mwambie usichokeze. Akikuja mwambie aende kwa mtu. Bwana asifiwe. Sasa nabii anakuaga hivi. Wewe unakuja unafikiri ajui, ashaambiwa kitabu habari zako, unapokuja anakuambia kilichokuleta hicho. Bwana asifiwe. Na si kila mtu anapatiwa unabii. Anapewa unabii Mungu anaona anataka atumike katika hiyo ofisi ya unabii. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukikosa unabii usinungunike. Bwana asifiwe. Ile umepewa, fanyisha hiyo kazi. Bwana asifiwe. Yenye unaona hujapewa, achana naye. Bwana asifiwe. Kuna sababu za Mungu kukupatia. Na kile ambacho umepewa, kuna sababu za Mungu akupatie. Haleluya. Ingine kama ingine kupambanua roho.
Mungu atusaidie. Usiwe ni mmoja tu, wao baadhi ya watu wanapambana unajua kuna shida bana, sio kujua hii ni roho ya kishetani. Huyu ni agent. Lakini ni karama. Anaingia mtu, hapana, huyu hapana, usi binadamu. Unajua ni mpaka ufike level ukimwona mtu unaona mpaka ndani, unasema hapana, huyu nje ni mtu, ndani ni shetani. Anapambanua roho iliyo ndani ya mtu. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo tutajua nabii wa uongo ni yupi, mtume wa uongo ni yupi, mwinjilisti wa uongo ni yupi, mchungaji wa uongo ni yupi. Kwa nini? Tunapambanua roho inayofanya kazi ndani yake. Bwana asifiwe. Akianza tu kuhubiri nasema hapana, huyu anapotosha kanisa. Kwa nini? Tunapambanua hii roho. Huyo si Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Roho nyingine akifanya kazi ndani ya mtu yote tunamwondokea. Kwa nini? Ndio umuhimu wa kupambanua roho. Kipambanua uone hii toki kwa Mungu Baba, unakaa kando. Bwana asifiwe. Lakini kama hujui kupambanua roho, kuna watu wengine unaambiwa ni mtumishi anaombaga. Bwana asifiwe. Lakini ndani ya roho inayotumika ni roho ya bibi yake ya miungu. Unakuta ana Roho Mtakatifu, anatumika kama mganga in the name mtumishi. Bwana asifiwe. Na anapotumika vile, ukiwa hauna hii karama ya kupambanua roho, unafikiri unahudumiwa na Mungu, kumbe ni shetani. Kwa hivyo kunahitajika karama ya kupambanua roho. Bwana asifiwe. Ndio usihudumiwe na roho ya bahari, hudumiwe na Roho Mtakatifu. Haleluya. Na kuna karama nyingine, aina za lugha. Kuna aina za lugha, si moja, si mbili, si tatu. Bwana asifiwe. Unapewa lugha, unaongea lugha mpaka tunashindwa wewe ulitoka mbinguni ama ulizaliwa kama sisi. Bwana asifiwe. Kwa sababu unanyoosha lugha kweli, unanyoosha alafu unaongea, unabadilika, unaenda ingine. Bwana asifiwe. Kuna aina za lugha. Unaweza kuwa wewe ni Mkamba, lakini tukiingia kwenye lugha unaongea mpaka Kikuyu, unaomba mpaka Kikuyu. Tunachangaa. Hizo ndizo aina za lugha. Unaongea Kijaluo ukiwa Masai. Hizo ndizo aina za lugha. Unaongea za malaika, na ukiingia katika lugha za binadamu unaongea lugha ambaye wewe si wa hiyo kabila unaongea. Hiyo inasaidia nini? Kuonyesha ishara hapa kuna Mungu. Bwana asifiwe. Lugha zilikuja kwa nini? Lugha ni ishara roho wa Bwana ameshuka. Bwana asifiwe. Lugha ni ishara tu ya umetengwa. Walipojazwa wakaanza kusema na lugha nyingine, watu wakasema mbona huyu si ni Myahudi? Mbona tunasikia anaongea kwa lugha ya Kiunani? Bwana asifiwe. Anaongea kwa lugha ya Kiunani kupitia lugha. Bwana asifiwe. Kupitia zile lugha aina, si moja, aina za lugha. Bwana asifiwe. Hata ukisikia huyu ni Mjaluo anaomba na Kimasai, tunafurahia sana. Amepewa aina ya nini? Aina za lugha. Bwana asifiwe. Lakini si kila mtu. Usitafute kitu kwa kila mshirika. Usitafute kitu kwa kila mchungaji. Hazipo. Zinapeanwa kulingana na kazi ambayo Mungu amekupatia. Anaweza kukupatia 5, zote ziko 9. Anaweza kukupatia 5 ama 4, ama akiona kazi yako inahitaji zote 9 atakupatia. Bwana asifiwe. Kulingana na vile anavyoona Mungu. Haleluya. Ingine ni tafsiri, na mwingine tafsiri za lugha. Nataka kwa ishara ya mkono. Nani shaona mmoja na tafsiri lugha? Sasa si unainua tu mkono, nafanya kwa urahisi. Na shaona lugha zinatafsiriwa. Pigia yule mama makofi. Mwingine? Uliona lugha zinatafsiriwa? Zinahitajika hiyo leo. Inahitajika hiyo kwa leo. Ni nzuri sana tafsiri lugha. Unajua ni kwa nini? Kutafsiri lugha kunakusaidia nini? Nishatafsiri lugha kwa muda mrefu. Bwana sikilize. Na nikapata kujua maneno ambayo mtu anaongea kwa lugha, Bwana asifiwe, yana nguvu sana ya kumtukuza Bwana. Na mtu ambaye ajui sana mambo ya kanisa akiingia kanisani alafu ukawa mtu anatafsiri lugha,
ataamini mara mbili ya vile watu wanaamini. Kwa sababu hii kipawa gani? Hii sijawahi ona. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo lugha zitatafsiriwa. Zitatafsiriwa katika jina la Yesu. Kwa sababu hiki kipawa kinakosekana sana katika makanisa. Hii karama inakosekana sana ndani ya watu. Kuna watu watapokea. Bwana asifiwe. Amen. Na itafanya kazi leo. Amen. Maana inahitajika. Imeinkludiwa katika kujenga mwili wa Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lugha ina level 3. Kuna kuongea na kuna kuimba kwa lugha na kuna kutafsiri. Kwa hiyo mwenye ana lugha anapaswa upande matatu. Usiishie kuongea peke yake. Bwana asifiwe. Unapanda level ya pili, unaimba. Alafu ya tatu unatafsiri. Mtu akiongea unasikia. Bwana asifiwe. Na kuoga ni communication ya ndani sana ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Anatafsiri lugha. Haleluya. Hizi vipawa zote zinakontroliwa na Roho Mtakatifu. Tukiangalia kitabu cha Warumi 12 na mstari wa 6, maandiko yanasema ukishapata sasa huduma, kuwa katika huduma yako. Bwana asifiwe. Sasa si ushapokea karama, ushapokea kipawa, fanyisha kipawa kazi. Usikae na kipawa cha Mungu na akifanyi kazi. Bwana asifiwe. Siku ya mwisho utaulizwa. Mungu atakuuliza, hatakukupatia kazi na kukupatia kipawa, kwa nini hujafanya kazi? Tusiwe kama yule mtu alipatiwa talanta moja akaidharau, enda kuifukia chini. Bwana asifiwe. Mwenye alipewa 5 akapatikana amezizalisha, zimekuwa 10, akapatiwa miji 10 atawale. Mwingine alipatiwa 3 akapatikana ziko 5. Bwana asifiwe. Usiweke kipawa chini, usifukie kipawa, usifukie huduma, usifukie kazi ya Mungu. Njia moja ya kutokufukia, Biblia inasema wakiwafukuza mji mmoja ndani mji mwingine. Yesu alipokuwa Nazareti, kipawa chake mpaka anafufua anatenda miujiza. Bwana asifiwe. Watu wakakataa kuamini kazi ya Mungu, akaondoka akaenda Kapenaumu. Bwana asifiwe. Anapofika Kapenaumu, kila mtu anayeyuka. Huyo Yesu yuko wapi? Aliponyea mtoto. Kumbuka kule alikataliwa, huko watu wanamkaribisha. Haleluya. Ndio njia moja tu ya kufanya kipawa cha Mungu kisifanyaje? Kisikufe. Haleluya. Kwa sababu unakitumikisha, unakipeleka mahali ambapo Mungu kinakubalika na kinafanya kazi. Haleluya. Amen. Katika Romans 12 verse 6. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, tumepewa karama zilizo mbalimbali. Uko na karama, niko na karama zilizo mbalimbali. Bwana asifiwe. Kwa kadri ya neema uliyopewa, kipewa kipawa unapatiwa kadri ya neema. Kuna neema, unaweza pewa neema iko juu sana, mwingine anapatiwa neema ya katikati, mwingine anapatiwa neema kiasi. Neema unapatiwa kwa sababu ya kazi ile ya Mungu. Haleluya. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadri ya imani. Kama umepewa cha unabii, kabla hujatoa unabii, ingia katika kimeta kwa imani. Na mambo mengi yanafanyika sana siku hizi. Unabii ni ufunuo. Kuna tofauti ya unabii na ufunuo. Watu wameshindwa kuelewa unabii ni na ufunuo ni nini. Ndipo ukipatiwa ufunuo unasema ni nabii, unakimbia na ufunuo kitu ni nabii. Lazima sema nimetabiriwa leo, ni ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Unabii unalenga sana mambo yanayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Na unabii mara nyingi unalenga kitu kinahusiana na Mungu. Unabii unalenga the will of God, kusudi la Mungu. Kama hakuna kusudi la Mungu, unabii kupata si rahisi. Lakini ufunuo utafunuliwa umeme sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nabii Samueli anamwambia Sauli, nenda, punda za baba yako zimepatikana, usizitafute tena. Utakapokuwa njiani utakutana na watu 50 wanatabiri pamoja na wao. Bwana asifiwe. Lakini kumbuka anampatia unabii kwa nini? Kuna kitu alimwambia, Mungu amekuchagua utakuwa mfalme. Kwa hivyo anampatia hizi habari za njiani, hata utatabiri utainuliwa. Kwa nini?
ule unabii unalenga nini? Kwenda ikulu. Bwana si. Na punda hazikupotea kwa lengo lingine. Zilipotea ndio atoke akatafute, akifikiri ni punda naenda kutafuta nabii. Bwana si. Ndio apate neno la unabii. Neno la unabii linasaidiaga sana. Bwana si. Na wewe ambao unapewa unabii na unakosa kuombea, utakosa kutimia na usilaumu mtumishi wa Mungu. Haleluya. Jambo lingine, unabii lazima ukae ukisema niliambiwa. Unaamini, unaweka gia ya imani. Ukinipa unabii mimi sisahau. Unasahau unabii utatokea lini? Bwana sio. Ukinipatia unabii na ushikilia unabii. Ameniambia saa 6. Mpaka saa 6. Aliniambia saa 6 nitapigiwa simu. Ikifika saa 6 naweka simu karibu. Bwana sio. Naweka simu karibu kwa sababu nataka unabii utimie. Nikiongoja huo unabii kwa hamu hivyo unatimiaka. Lakini ukitolewa umesahau, utimii kama umesahau, na kuna unabii wa kuombea. Haleluya. Mwenye ana unabii atoe unabii kwa kadri ya imani. Usibahatishe. Na kama unasikia umepatia unabii na unasikia imani haijapanda kiwango cha unabii kutolewa, kaa nao kwanza. Mpaka ile siku imani itapanda ndio upeleke ule unabii kwa majira inayofaa. Kuliko utoe miezi mitatu utapigia gari. Alafu mwaka umeisha hujapokea pikipiki. Haleluya. Hiyo shida. Unabii unapaswa tolewa katika majira na katika imani. Amen. Tuendelee tu kidogo. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Uko na huduma, unahudumia watu. Huduma ni ofisi. Bwana sio. Kama vile mtumishi wa Mungu amesema kwamba Alhamisi ndio siku ya kuhudumia. Hiyo ndio huduma. Sasa hapo katika line ya huduma. Hapo katika line ya huduma. Bwana sio. Awepo katika huduma hiyo siku. Haleluya. Kwa sababu hiyo siku Mungu anamwambia, Mungu atampaka mafuta ya kuwahudumia watu watakao kuja hiyo siku. Kwa hivyo wakati umepaka mafuta ya kuwahudumia watu fulani, usijiepushe na ile huduma. Kuwa katika ile huduma. Kaa katika ile nafasi. Huduma ni nafasi. Bwana si. Kama umepewa huduma ya kuomba, wewe omba. Wewe omba. Kaa katika nafasi ya maombi. Kama una huduma ya uimbaji, kaa katika uimbaji. Na kama ni huduma, wahuduma hawakosa kanisani, Jumapili inapita au kanisani. Ukiwa wapi na kazi ya Mungu inaharibika? Bwana si. Itafanywa na nani? Ukiacha kazi ya Bwana, kuwa katika huduma yako. Haleluya. Maana hiyo huduma unapokosa kuifanya, huwa inaisha. Inakaaga hivi inaisha yenyewe, kwa sababu kuifanya ndio kufanya imarike. Bwana sio. Kufanya ile huduma ndio kunafanya Mungu anaongeza neema, Mungu anakuongeza kibali, Mungu anakuzidishia mafuta ya ile huduma. Kuwa katika huduma, usiachie mtu huduma. Bwana sio. Fanya hiyo huduma yako ambayo Mungu amefanya nini? Amekupatia. Biblia inasema mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Kuna watu hapa walikuwa wanafundisha na siku hizo hawafundishi. Bwana sifi. Tutaniambia kuna watu wa kufundishwa na hao mnafanyaga nao biashara. Uwezo wa kufundisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Usikae na ufundishi mtu. Bwana sifi. Na unasikia una mafundisho. Bwana sifi. Kama ushirika wa kina mama unasikia uko na mafundisho. Unaona kiongozi, unaona mtumishi wa Mungu, kuna process za kufuata, alafu unapangiwa mafundisho. Bwana asifiwe. Mwenye kufundisha katika kufundisha, kwa usikose kufundisha. Wewe ni mzee, unasikia ndani yako niko na mafundisho. Bwana asifiwe. Usinyamaze. Unaenda kwa mtumishi wa Mungu, unaenda kwa viongozi, mimi niko na mafundisho Mungu amenipatia. Bwana asifiwe. Maana mwenye kufundisha asikose kufundisha. Kwa sababu hicho unachofundisha kinamuinua mtu mahali. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema mwenye kuonya katika kuonya kwake. Nisikilize. Kuna watu wanaonyanga na una karama ya kuonya. Usionye mtu tena hata kama anakosea. Sikiliza. Bwana asifiwe. Utamuonya kwa mahasira zako. Bwana asifiwe. Utamuonya kwa hukumu zako za macho kwa sababu lakini kuna mtu ana hiki kipawa cha kuonya. Ana hekima ya kuonya. Bwana asifiwe. Anamuonya taratibu. Na vile kwa sababu ana hekima, haizi kasirika, anabadilika. Wewe umeonya watu wangapi bila hii karama? Wanaharibika, wanaacha kanisa. Bwana asifiwe. Mwenye kuonya
kaa katika kuonya. Bwana si kwa sababu utaonya vibaya, walimu kanisa na kanisa litakuzingatiwa. Haleluya. Usionye kama usikii ndani. Mungu amekuaminia kuonya, naye uliyeaminiwa kuonya, kaa katika kuonya. Mtu anayeonya ni mtu akona maarifa ya kuongea, mtu ana hekima zaidi, anaonya mambo kwa hekima. Bwana asifiwe. Hata kama wale wengine wanaona kuna mistake, tafutageni wewe mtu akuonya na wewe unajua. Wewe usione, wewe tafuta mwenye unajua ana neema ya kuonya. Mwambie unajua kuna watu ni vizuri kwa vijana. Kuna mtu akiweza hata kwa vijana wote anasema anawaonya hiyo vijana wanaacha kabisa. Anawaonya vibaya, ana kipawa. Bwana asifiwe. Anaonya wakina mama. Una hekima ya kutosha ya kuonya wakina mama. Bwana asifiwe. Wanahitaji mtu ambaye amekolea kwa hekima. Awaendee, awaonye vitu fulani ndio wapate kumuelewa na wabadiliki. Mwenye kuonya akionya arifuki moyo wa mtu. Huyo mtu anapokea mafundisho na anabadilika. Ndio uzuri wa maonyo. Lakini siku unasema hata msichana wangu nitamuonya, ukimuonya umuone nyumbani tena. Bwana, mtoto ni wako. Bwana asifiwe. Lakini pengine ukimtafutia jirani, siku mtoto amekushinda. Haleluya. Hata kushinda mtoto ni wako, lakini huna neno la kumuonya abadilike. Sasa usimuonye. Mtafutie jirani mwenye anajua anaweza muonya akamsikia. Bwana asifiwe. Amen. Anaweza muonya akamsikia na akabadilika. Ukionya mambo inaharibika, usionye, achana naye. Tafuta mtu mwingine. Bwana asifiwe. Ambaye ataonya. Pia mtu mwenye amebeba karama ya maonyo hanaga mazoea na watu. Sasa utanionya nini na kila siku tumezoea? Hauna mazoea, ndio ukiingia katika maonyo kila mtu anaelewa kile unasema. Bwana asifiwe. Lakini si unaonya huku unacheka. Unacheka nini wakati uko kazini? Haleluya. Hapo unaonya. Haleluya. Na kanisa la Mungu linahitaji mtu anaonya. Haleluya. Kinjao kina mama anaonya wakina mama kwa hekima. Kina mama wanabadilika. Wanakaa vile Yesu anataka. Haleluya. Akiingia kwa vijana anaonya vijana. Anaweka katika discipline ya kutosha. Akiweka katika discipline, wale vijana wanaelewa nafasi zao, wanajua kumtumikia Bwana, wanakaa kama watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu wanaonywa na mtu ambaye ako na karama. Amen. Ukionya mtu naona karama, umetuharibia kanisa. Haleluya. Kwa sababu wataondoka, utamkwaza na akiondoka hatarudi. Kwa nini kanisa inaisha watu? Haleluya. Amen. Amen. Tunaendelea mbele kidogo nimalizie. Mwenye kukarimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii na kurehemu. Unatafutaka ili karama nyingine ya ukarimu. Kuna mtu akaribisha mtu kanisani, atawaitwa. Haleluya. Ana neema ya kukaribisha. Haleluya. Wanapokaribishwa wanasikia kuendelea na hilo kanisa. Walikaribishwa katika moyo wa ukarimu. Kuna mtu akaribisha mtu kanisani, unamuona tena. Haleluya. Mimi kiti kule wewe, kiti kule. Haleluya. Kuna mtu anamuonyesha you are very important person. Haleluya. Na kwa ajili ya hiyo anasema nimeheshimika kwa ile kanisa. Wacha nikwambie, nimeongeleshwa kwa upole. Naweza kuwa kule kwake aongeleshwa kwa upole, lakini hapo umekuja ukamwongelesha kwa upole. Akaona yeye ni mtu ambaye unampandisha level, anaanzia kanisa. Haleluya. Natafuta huyo mtu ambaye ana ukarimu. Ukarimu anafanya kwa na heshima fulani. Kikuolea kule na kutolea baba. Wewe ushabebewa basi siku moja. Haleluya. Ndio karimu anakuonyesha mahali anakupanguzia kiti yule. Na moyo wake uko vile. Bwana Yesu asifiwe. Na kutokana na hiyo anapenda ile kanisa. Anaona wale watu katika ile kanisa wana upendo. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kazi ya Bwana inaenda kwa wepesi. Kwa sababu watu wote na hizi karama zinahitajika sana. Usiseme hakuna kazi unafanya kanisani, uko na kazi kubwa sana. Haleluya. Unaweza kuta kuna mama hapa ana mafundisho wana youth. Haki ukimwachia youth wanarekebika. Hiyo amewekewa hiyo. Wala si unaweza kuta kuna mzee yani akikatisha wazee chini, hawa wazee wanabadilika kutoka nyumbani mpaka kanisani. Haleluya. Kwanza anawapa neno la kweli. Haleluya. Dawa chungu ndio inaponya. Haleluya. Ndipo unapata ndani ya dawa haupati asali. Sikia uchungu lakini unapona. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia kila ambacho kinastahili kinachohusiana na wazee, na kwa sababu hiyo yale mafundisho yanabadilisha.
Haleluya. Kuna mambo mawili yamebaki niweze kumalizia. Jambo la kwanza, usiache kuitumia karama yako. Usiache kuitumia. Kuna mtu alikuwa mwimbaji, uliacha. Kwa nini uliacha? Bwana asifiwe. Ulikuwa pengine unaosha kanisa. Bwana asifiwe. Hiyo ndio huduma yako. Kwa nini siku hizi uoshi? Bwana asifiwe. Kuna watu wanaacha kazi ya Mungu na ni karama ndio yake anaacha. Bwana asifiwe. Eti umekwazwa. Kuwa beyond kukwazwa. Watu wako kwazwa waendaje mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini watu wako hawasikiagi makwazo. Bwana asifiwe. Wanasema hivyo katikati ya makwazo. Wakati ambapo unakwazika ndio unafanya bidii. Nasema mimi sikwazikagi. Hata Yesu wangu hapo kwazika. Angekwazika ndio pale msalabani arushe mikono vile wanadamu tunarushaga mikono. Bwana asifiwe. Alafu kwa nini sasa ukasirike na kazi ya Mungu? Na ungekuwa umeajiriwa kwa mtu. Ukikwazika uache kazi. Lakini ya Mungu unakwazika kidogo na acha kazi. Bwana asifiwe. Nasema mimi sitaimba. Kwa nini? Kwa nini usiimbe na kazi ya Bwana? Haleluya. Sitaenda hiyo mazoezi. Juzi walituweka hapo kwa usiku. Kuja mapema jamani. Haleluya. Wanakwazika vitu vidogo. Wakati tunamtumikia Mungu ndio tunakwazika. Wakati tunawatumikia wanadamu mpaka wanadamu wengine wanapiga watu makofi. Alafu mtu kesho kwa kazi. Haleluya. Na amewekewa sheria kali. Mpaka wengine wanakatwa mshahara, hawalipi mshahara wote. Bwana asifiwe. Na wanaendelea na kazi. Lakini ya Mungu ndio tunakwazika. Bwana asifiwe. Kuwa beyond kukwazika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Alafu katika kazi ya Mungu nimesema kila mtu ana kipawa chake. Haleluya. Unafanyaga kile kiko moyoni. Kama ni pesa inahitajika na unasikia kipawa yako ni utoaji. Kuna watu wanakuwa na kipawa utoaji. Kila ukisema kutoa anatoa. Hautoi tu kwa sababu unatoa, wewe una kipawa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe endelea hivyo hivyo. Haleluya. Kuna watu wanakuaga na kipawa kingine, anaendaka mpaka kuona mama mchungaji. Enda mkamtafute pale Simbali. Haleluya. Unabeba na chondo. Haleluya. Kipawa. Hiyo mama anakutamkia baraka. Unajua ni mtu wake mahali baraka zinakuaga. Haleluya. Tumishi amejaa baraka. Mama Bishop amejaa baraka. Acha kukaa mbali. Tungelikuwa sisi tuko karibu. Bwana asifiwe. Amen. Ni vile sasa tunakuja kwa kuneemeshwa. Haleluya. Nyinyi mko hapo, unaweza chomoka hata miguu. Yes. Na ukamfikia. Amen. Akifurahi amekuongezea neema ya kufanikiwa kama huyo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa katika kazi ambayo Mungu amekupatia usiache. Usiache kazi. Amen. Usiache kanisa. Amen. Hapa ndipo kuna uzima. Bwana asifiwe. Na usijihangaishe. Usijihangaishe. Mwachie Mungu akutawale. Usiache karama yako upewa na Mungu. Zingatia. Kwa njia yote hii. Bwana asifiwe. Zingatia mpaka kila mtu aone umefanya bidii. Bwana asifiwe. Amen. Alafu kitu kingine niongezee kusema, mtu mwenye akona karama achelewe kanisani. Wewe chelewa. Kwa nini chelewe na karama yako bado connect na Mungu? Ndio ifanye kazi. Haleluya. Unakuja mapema sana. Na kuna wale wako na kipawa cha kulea Sunday school. Kuna mtu mmoja Sunday school inaisha. Bwana asifiwe. Ana kipawa. Haleluya. Lakini kuna mtu kipawa cha Sunday school. Anafanya vizuri sana watoto. Unajua watoto wanataka kubembelezwa, ndio? Na wakati wanataka kubembelezwa, ukiwaletea mtu ambaye ndio huyo anakuonyesha kipawa, watoto wanafurahi, watoto wanampenda. Bwana asifiwe. Na kazi ya Mungu inaenda kwa wepesi. Tunatafuta wenye wanashika hizi nafasi za kazi ya Mungu. Mwenye ako na hicho kipawa. Haleluya. Na akiwa na hicho kipawa na usiache hiyo kazi, unaifanya tena kwa furaha. Utaongezewa thawabu na Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Utaongezewa thawabu na Mungu. Paulo akamwambia Timotheo katika Timotheo wa kwanza ile mstari wa 14, usiache kuitumia karama uliyowekewa mikono yangu na unabii niliyokupatia. Karama zote zinaanza kwa unabii. Mtu alipoangalia sema huyu ni mwimbaji. Hata hujawahi imba, pengine umoja afikiria kuimba lakini ushatabiriwa.
karama zinaanza kutabiriwa, alafu mtumishi wa Mungu kuhani anaweka mkono. Bwana asifiwe. Amen. Akiweka mkono, ile karama inakuwa confirmed. Inapokuwa confirmed, karama ya Bwana inaanza kufanya kazi, inazalika ndani yako, na ina wakati wa kukua. Ina wakati wa kukua. Ikikua, ile karama ikikomaa, inafanya kazi. Haleluya. Jambo la mwisho ni kuichochea karama. Kuna watu waliacha kuichochea. Kuichochea ni mambo mawili. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza la kuichochea ni kuifanyisha kazi. Wakati unaifanyisha kazi unaichochea. Jambo la pili, unaichocheaga kwa maombi. Na pia karama inahitaji utakatifu. Kienda katika dhambi na malewa na shetani. Nasema hizi karama hizi ndizo tunazitafuta sana za Wakristo. Bwana hizi. Sasa kuna karama yako, alafu unaenda kuguza dhambi. Ogopa dhambi kama vile unaogopa kaa la moto. Bwana hizi, huwezi kanyaga kaa la moto hivi. Ndivyo huwezi kanyaga katika laini ya dhambi. Kwa sababu karama itaharibiwa. Haleluya. Chochea karama yako katika maombi. Chochea karama katika njia yote hii. Uone karama yako imefanikiwa. Alafu malengo ya huduma yako wacha yawe ni ya mataifa. Bwana asifiwe. Usiwe na maono ya hapa. Kuwa na maono, mimi nataka kwenda mataifa. Nataka hii huduma, hii karama itafikia Watanzania. Inaenda Uganda hii. Hii napanda ndege kwa sababu ya kipawa. Kwani unajua wanapanda ndege kwa nini? Kipawa. Kipawa ndio inafanya watu wanapanda ndege, naenda anahubiri USA, anarudi. Anaitwa Morocco, anaenda Uganda, anarudi. Ni kipawa kinafanya watu wanaenda mbali. Kipawa ukikichochea, ukizingatia kwa maombi, ukikilinda, kipawa chako kinakuvusha mbali. Kipawa ukimalizia kimetajirisha watu wengi. Mtu anaimba, kipawa chake anakizingatia, baadaye unasikia huyo mtu ashavuka viwango. Ameimba na sasa kipawa kimempeleka viwango. Kipawa kimeketisha watu na wakuu. Kipawa. Hata kama utasoma na kuna kipawa, kuna kitu cha thamani. Haleluya. Sivunjike moyo. Haleluya. Sivunjike moyo. Zingatia kipawa. Na hicho kipawa siku moja utaketi na watu wakuu. Utainuliwa kwa sababu kipawa kinakuheshimisha. Maandiko yanasema nabii hakosi heshima, sipokuwa kwa wale watu mzoea. Lakini akienda kwa watu ambao hawamzoea, nabii anaheshimiwa sana. Anaheshimiwa kwa nini? Ana karama ya nabii. Kwa hiyo nitaomba nimalizie, alafu tutaoshi wimbo moja, alafu